Just stop forever.
greet you again in the name of Jesus. The Lord of hosts is the Lord above all. Yeye ndio Mungu juu ya kila kitu. He is our Lord and Master. Yeye ndiye Mungu wetu na Bwana wetu. You may have your seats. Thank you, Jesus. Asante Yesu. We'll begin reading in Jeremiah 18. Tutaanza kusoma katika kitabu cha Yeremia 18. Yeremia 18. It's great to see all of you. Ni vyema kuona kila mmoja wenu. After that great day of the feast. Baada ya sikukuu hiyo ya karamu ya sherehe in Mulot. Kule Mulot. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Msifuni Bwana. Sister Elizabeth, welcome after some time. Dada Elizabeth, karibu baada ya muda. This is your place. Hapa ndipo sehemu yako. Hallelujah. Hallelujah. Don't miss to be in the presence of the Lord every Sabbath day. Usikose kuwa weponi wa Bwana kila siku ya Sabato. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Msifu Bwana. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Msifuni Bwana. Amina. There are those who are almost to verse 20. Kuna wale wako karibu mstari wa 20. We have not said we begin to read. Na tujasema tutaanza kusoma. Praise the Lord. Msifuni Bwana. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Amen. Asante Yesu. Thank you, Jesus. Asante Yesu. The word which came to Jeremiah from the Lord saying, neno hili ndilo lilimjia Yeremia kutoka kwa Bwana ikisema, arise and go down to the potter's house, and there will I cause thee to hear my words. Ondoka ukashuke mpaka nyumba ile ya mfinyanzi, na huko nitakusikizisha maneno yangu. Then I went down to the potter's house. Basi nikashuka pale kwa nyumba ya mfinyanzi. And behold, he wrote a work on the wheels. Naye tazama akaandika maneno kwa magurudumu. Na tazama alikuwa akifanyia kazi ile magurudumu. Hallelujah. Hallelujah. He was
wroughing a work on the wheels. Yeye alikuwa akifanya kazi yake kwa magurudumu. Being a potter. Akiwa mfinyanzi. Hallelujah. Hallelujah. Verse 4. And the vessel that he made of clay was mud in the hand of the potter. Chombo kile alikuwa kifinyanga kilipoharibika mkononi mwa yule mfinyanzi. The vessel that he had made of clay was mud in the hand of the potter. Chombo ile alikuwa akifanyia kazi kaharibika mikononi mwake. So he made it again another vessel. Basi akaitengeneza tena chombo chingine. As seemed good to the potter to make it. Kama alivyoona vyema yule mfinyanzi kuifanya. Hallelujah. Hallelujah. So the potter, basi mfinyanzi, made good, akatengeneza vizuri, as he wanted, jinsi yeye mwenyewe alipenda. So he made again, basi akaitengeneza tena another vessel, chombo ingine, as seemed good to the potter to make it, jinsi yeye mwenyewe alivyoona vyema kuitengeneza. Hallelujah. 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 So you need to be seeing the clay on the hand of the potter. Wewe unahitaji kuona ile udongo katika mikono ya yule mfinyanzi. Verse 5. Then the word of the Lord came to me saying, ndipo neno la Bwana likanijia likisema, O house of Israel, nyumba ya Israeli, cannot I do with you as this potter? Je, mimi siwezi fanya ama siwezi watendea nyinyi vile nilivyofanya kama vile yule mfinyanzi alivyofanya? This is a question. Cannot I do with you as this potter? Je, siwezi mimi kuwatendea nyinyi vile alivyofanya huyu mfinyanzi? Says the Lord. Asema Bwana. Behold. Tazama. You need to behold. Unahitaji kutazama. As the clay is in the potter's hand, jinsi udongo ulivyo katika mkono wa mfinyanzi, so are you in mine hand. Hivyo nyinyi mlivyo mkononi mwangu, O house of Israel. Nyumba ya Israeli. Hallelujah. 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 We are in the hands of the Lord. Sisi tuko mikononi mwa Bwana. And we are his clay. Na sisi ndio udongo wake. And he makes good out of the clay. Yeye anatengeneza vyema kutoka kwa udongo. To please him. Kumpendeza yeye. Hallelujah. Hallelujah. Every vessel. Kila chombo mkononi mwake. He will mend it and put it in the right shape. Yeye ataiweka vizuri, ataitengeneza na kuiweka kwa umbo sawa. To please him. Kumpendeza yeye. As he wants it to be. Jinsi yeye anapenda iwe. Hallelujah. Hallelujah. So it is not as you want. Basi sio vile wewe unaitaka. But when you are in his hand, he does as he wants. Lakini ukiwa mkononi mwake, yeye anafanya jinsi yeye anapenda. You are his vessel. Wewe ni chombo chake. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Msifuni Bwana. Praise be to Jesus. Msifuni jina la Yesu. He makes you as it seems good to him. Yeye anakutengeneza jinsi inaonekana vyema kwake. And why a clay? Na mbona basi udongo? When we were young,
Wakati tulikuwa wachanga, we used to make some good bicycles and out of clay. Tulikuwa tunatengeneza baiskeli mzuri kutoka kwa mchanga. Good cars. Gari mzuri out of clay. Kutoka kwa udongo. Because the clay, kwa sababu udongo, when you mold, wakati unaitengeneza, it doesn't break, haivunjiki, and it takes the shape which you want. Na inachukua ile umbo ambao wewe unataka. If it is a car, kama ni gari, if it is a bicycle, kama ni baiskeli, if it is a boat, kama ni chungu ama nyungu, it will take that shape. Itachukua umbo hiyo. So as we are compared to the clay, basi sisi tunafananishwa na hiyo udongo. Hallelujah. Hallelujah. On God's eyes, machoni pa Bwana, in God's hands, katika mkono ya Bwana. Hallelujah. Hallelujah. And you need to take shape of what God is making. Wewe unahitaji kuchukua umbo ya ile Mungu anatengeneza. Of what God wants and decide and purpose you to be. Ya ile Mungu ameweka kusudi na anatamani uwe. Hallelujah. 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 So you are small in the eyes of God when you are in His hands. Wewe ni mdogo machoni pa Bwana wakati uko katika mikono yake. And He can do anything. Na yeye anaweza fanya chochote. When you are on His hands. Ukiwa mkononi mwake. He has brought you here. Yeye amekuleta hapa. To walk a walk in you. Kutengeneza ama kukufanyia kazi. Yes, to be His workmanship. Wewe ukuwe ni utendaji kazi wake. Hallelujah. Hallelujah. Praise be to Jesus. Sifu jina la Yesu. Hallelujah. Hallelujah. But the bad news is, lakini habari mbaya ni that the potter on the hand, the clay on the hands of the potter, ule udongo katika mkono wa mfinyanzi, got mad when it did not took the shape it was desired. Iliharibiwa wakati haikuchukua ile umbo ambayo yule mfinyanzi alitaka. So it is destroyed. Basi inaharibiwa. And a new one is made. Na mpya inatengenezwa. Hallelujah. 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 When you came to this kingdom, wewe wakati ulikuja katika ufalme huu, the way you are, jinsi ulivyokuwa, you had many things. Wewe ulikuwa na vitu vingi. And up to now, hadi sasa, God is still working. Mungu bado anafanya kazi on you, kwako wewe, so that He get the desired shape He wants. Ili apate ile umbo ambayo yeye anataka. To get the desired image He wants. Apate ile umbo yeye mwenyewe anataka. To perfection, to glory and holiness. Kwa ukamilifu na utukufu na utakatifu. Hallelujah. Hallelujah. He said He was working the work of the wheels. Yeye alisema alikuwa anafanyia kazi magurudumu. This potter, huyu mfinyanzi. I normally hear some songs which say unifinyange. Nisikia nyimbo ambayo inasema unifinyange. And it is not easy. Na sio rahisi. Because it takes the fire. Sababu inachukua ama inagharimu moto. For one to be that desired thing God wants. Ili wewe uwe ile jambo ambayo Mungu anatamani. To be a vessel of honor.
Wewe uwe chombo cha heshima. You need to surrender in God's hands. Unahitaji kujiachilia mikononi mwa Bwana. And to yield to Him fully. Umpatie nguvu yote. To yield unto Him fully. Kujipeana kwake yote. You to yield wholly to God. Wewe ujipeane ukiwa mkamilifu kwa Bwana. Hallelujah. Hallelujah. Then you will have easy time. Wewe utakuwa na wakati rahisi. In God's hands. Mkononi mwa Bwana. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Amen. Verse 7, at what instant I shall speak concerning a nation. Wakati wowote nitakapotoa habari za taifa. And concerning a kingdom. Na kuhusu ufalme. To pluck up and to pull down and to destroy it. Kung'oa na kuvunja na kuiharibu. If that nation against whom I have pronounced turn from their evil, I will repent of the evil that I thought to do unto them. Ikiwa taifa ile nililolitaja litageuka na kuacha maovu yake, nitagairi nisitende mabaya yale niliyoazimia kuwatendea. Hallelujah. Hallelujah. He said to pluck up. Akasema nitang'oa. To pull down. Na kuweka chini. And to destroy. Na kuharibu. Hallelujah. 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 Everything which is not godly in your heart, mind and soul. Ile yote ambayo sio ya Mungu ndani ya moyo wako, nafsi yako na mwili wako. Must be plucked out. Lazima ing'olewe. Must be pulled down. Na lazima ivutwe chini. And to be destroyed. Na lazima iharibiwe. So that you remain an empty vessel to be filled by God. Ili ubaki chombo bure ili uweze kujazwa na Bwana. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Msifuni Bwana. Everything of the family. Chochote ambayo ni ya familia. Everything of your tribes. Chochote ambayo ni ya kabila yako. Must be plucked out. Lazima ing'olewe chini. To be pulled down and to be destroyed. Ivunjwe na iharibiwe. So that you cannot continue with those things. It doesn't agree with the gospel. Ili usiendelee na yale ambayo hakubaliani na Injili. Any attachment to the family culture. Ile yoyote ambayo inahusiana familia ama utamaduni wa familia. And spirits from the family. Na roho za kifamilia. You must come out. Lazima uzivute chini. Hallelujah. Hallelujah. And to be separate. Na lazima ujitenge. Hallelujah. Hallelujah. You must deny yourself. Lazima ujikane. And yield in the hands of the Lord. Na ujipeane katika mikono ya Bwana. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Msifuni Bwana. Hallelujah. 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 So God, basi Mungu, remove everything in you. Yeye anatoa kila kitu ndani yako. So that he begins to make things new and to build a new heart and mind in you. Ili aweze kujenga, aanze upya na aanze kujenga nafsi mpya ndani yako. Because anyone who is not yet walked on by God, kwa sababu yeyote ambaye hajafanywa kazi na Mungu, have no life at all. Yeye hana uhai ama uzima wowote.
until God put his. Hadi Mungu weke yake. Hallelujah. 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 He must give us his life. Yeye lazima atupatie maisha yake. So that we be blessing in his presence. Ili tuwe tunapendeza uweponi mwake. Hallelujah. Hallelujah. Praise be to Jesus. Sifu jina la Yesu. Hallelujah. Hallelujah. And verses 9. Mstari wa 9. Okay, verse 8. If that nation, Acadians, whom I have pronounced turn from evil, I will repent of the evil that I thought to do unto them. Ile taifa ile nililoitaja likigeuka na kuacha maovu yake, nitagairi nisitende mabaya yale niliyoazimia kuwatendea. Speaking of restoration there, ikinena kuhusu urejesho pale, that anyone who repents, kwamba yeyote ambaye atatubu, God will have mercy, Mungu naye atakuwa na rehema, and accept him, na kumkubali in his hands, mikononi mwake. Hallelujah. Hallelujah. You know, sometimes you can be in the church but you are far away. Saa zingine unaweza kuwa kanisani lakini uko mbali sana. You can be one with us physically, unaweza kuwa mmoja nasi hapa kwa kuona, but you are not in the kingdom. Lakini hauko katika ufalme. That is amazing. Hiyo ni ya ajabu. Because you have not yielded to the word of God. Kwa sababu wewe bado hujajipeana kwa neno la Mungu. You are still doubtful. Wewe bado uko na shaka. Hallelujah. Hallelujah. You are still weighing and measuring the gospel. Bado unapima na kujaribu injili. But you have been here. Lakini wewe umekuwa hapa physically. Kwa kawaida. Hallelujah. Hallelujah. And you need to be one with us. Na unahitaji kuwa moja pamoja nasi. Spiritually and physically. Kwa kiroho pia na kwa kawaida. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Msifuni Bwana. Amen. Hallelujah. 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 You can be in the church but you are far away from God's presence. Unaweza kuwa hapa kanisani lakini uko mbali sana na uwepo wa Bwana. Because you've not yet believed his word. Kwa sababu wewe bado hujaamini injili yake. Because you have not set your affection on the things of the kingdom. Kwa sababu wewe bado hujaweka tamaa yako kwa vitu ambavyo ni vya ufalme. Because maybe familiar spirits. Kwa sababu ya zile roho ambazo ni za utambuzi. Are still following you to the church. Bado zinakufuata hapa kanisani. Hallelujah. Hallelujah. Friends, spirits which are not of the gospel are still holding you, but you are here. Injili, roho ambazo sio ama za kigeni bado zinakufuata hapa na sio za injili. Hallelujah. Hallelujah. Your friends are still having a place in you, yet they are evil doers. Rafiki zako bado wako na sehemu na wewe, na ingawaje wao ni watenda maovu. And they can still hold you back. Wao bado wanaweza kukuvuta nyuma. Not to give yourself wholly to God. Usijipeane ukiwa mkamilifu kwake Mungu. Your mother, your children even. Mama yako, hata watoto wako pia. Can still be holding you back. Wanaweza kuwa wanakushikilia nyuma. Praise the Lord. Sifu Bwana. That you have gone far from God. Kwamba wewe umeenda mbali na Mungu. But you are physically here. Lakini uko hapa tunakuona. Hallelujah. 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 That we are one in the body but not in the spirit. Kwamba tuko moja katika mwili lakini sio katika roho. We are one physically but in the gospel you are out. Tuko moja katika injili lakini
tuko moja katika kuonana, lakini katika injili uko nje. Hallelujah. 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 God is saying, Mungu naye anasema, anyone of that kind, when they repent, yeyote wa aina hiyo kitubu and to be restored, na arejeshwe, he accepts, anakubali to be one of his people to work with. Awe mmoja wa watu ambaye atafanya kazi nao. Verse 9, and at one instant I shall speak concerning a nation. Na wakati wowote nitakapotoa habari za taifa, and concerning a kingdom, na kuhusu ufalme, to build and to plant it. Kujenga na kuupanda. Hallelujah. Hallelujah. So we are the working of our God. Basi sisi ni kazi ya Mungu wetu. To build us, kutujenga, to equip us, na kutupatia kila kitu, and to be blessing vessel in his hands. Na tuwe vyombo ambavyo vinapendeza mikononi mwake. Hallelujah. Hallelujah. Praise be to Jesus. Amen. Sifu jina la Yesu. We must allow God, lazima tuwe tumemkubali Mungu, to destroy all things in our lives, aweze kuharibu kila kitu maishani mwetu, so that he builds new, ili aweze kujenga upya. Hallelujah. Hallelujah. And you keep only to him, ukijipeana kwa ukamilifu machoni, give yourself to his hand, ujipeane mikononi mwake, humble yourself, na ujinyenyekeshe. He begins to equip and build new and new. Yeye anaanza kukupatia kila kitu na kukujenga upya. Hallelujah. 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 Without God we can do nothing. Bila Mungu hatuwezi fanya chochote. In John 15:4 he said, katika Yohana 15:4 anasema, if you abide in me, nyinyi mkidumu ndani yangu, and my word abide in me, na neno langu likidumu ndani yenu, what will happen? Nini ambayo itafanyika? You will ask what you will and it will be given. Yeye atauliza utataka nini na utapeana kwako. He said, the branch anasema tawi cannot bear fruits by itself, haiwezi zaa matunda ikiwa peke yake, unless it abide in the vine, isipokuwa iwe inadumu katika mzabibu. Hallelujah. 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 We must abide in the vine. Lazima tuwe tunadumu kwa mzabibu. We must get into the kingdom of God. Na lazima tuingie katika ufalme wa Mungu. We must give our hearts fully to the word of God. Na lazima tupeane mioyo yetu kwa ukamilifu kwa Bwana. For if we attach ourselves to it to obey by obedience, tukikaa pale kupitia utiifu, believing and exercising, ukiamini na kufanyisha mazoezi, then there will be fruits. Basi kutakuwa na matunda. Hallelujah. 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 You be a worthy vessels who can bear fruits. Wewe uwe chombo ambayo mnastahili kuzaa matunda. So without God, basi bila Mungu, everyone is nothing. Kila mtu ni bure. Hallelujah. Hallelujah. Without the word of God in your heart, bila neno la Mungu moyoni mwako, God doesn't recognize anyone. Mungu hatambui yeyote. It takes the word inagharimu neno for us to be something in his eyes, ili sisi tuwe kitu machoni pake. Hallelujah. Hallelujah. That also we heard in Mulot. Hiyo pia tulisikia kule Mulot. That we are something because of the word of God, the truth. Kwamba sisi ni kitu kwa sababu ya neno la Mungu la ukweli. And without belief of that truth,
na bila kuamini ukweli huo, without giving ourselves to that whole truth, na bila kujipeana kwa ukweli huo wote, that presence of God is cut off. Uwepo huo Bwana unakatiliwa mbali. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Msifuni Bwana. Amen. Hallelujah. 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 Praise be to Jesus. Amen. Sifuni jina la Yesu. Lamentation. Lamentation. Maombolezi. Chapter 4. Mlango wa 4. Verses 2. Mstari wa 2. It is just after Jeremiah. Jeremiah being the writer. Yeremia akiwa mwandishi. Crying against the deeds of Israel. Akililia kazi za Israeli. Evil in the eyes of God. Na uovu wao machoni pa Bwana. Verse 1. How is the coal become dim? Jinsi dhahabu ilivyoacha kung'aa. How is the most fine coal changed? Na dhahabu iliyo safi imewezaje kubadilika? The stones of the sanctuary are brought out in the top of every street. Mawe ya patakatifu imetupwa mwanzo wa kila njia. The precious sons of Zion, comparable to fine coal, wana wa Zayuni wenye dhamani walinganao na dhahabu safi. how are they esteemed as earthen pitchers? Jinsi wanavyodhaniwa kuwa vyombo vya udongo. The work of the hands of the potter. Kazi ya mkono wa mfinyanzi. Hallelujah. 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 Praise be to Jesus. Amen. Sifu jina la Yesu. Amen. We are compared to fine coal. Tumelinganishwa na dhahabu iliyo safi. Because of the precious truth we have received. Kwa sababu ya ile ukweli wa dhamana ambao tumepokea. Because of the precious faith once delivered to the saints. Kwa sababu ya ile dhamani ya dhamana, kwa sababu ile amani ya dhamana ambayo ilipatiwa kwa watakatifu. We are more than precious coal. Tuko zaidi ya dhahabu. Because of the precious faith once delivered to the saints we receive. Kwa sababu ya ile imani ya dhamana ambayo ilipokelewa kwa watakatifu, ilipeanwa kwa watakatifu. Mara moja. Hallelujah. 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 Praise be to Jesus. Sifu jina la Yesu. Hallelujah. Hallelujah. That is why we are refined. Ndio maana tumesafishwa. God working on us. Mungu akitufanyia kazi. To achieve that pure coal. Ili aweze kupata ile dhahabu safi. It is even more than pure coal. Na ni zaidi hata ya dhahabu safi. Hallelujah. Hallelujah. Because we are more valuable in His eyes. Sababu sisi ni wa dhamana zaidi machoni pake. Because of the word of truth. Sababu ya neno lile la ukweli. Hallelujah. Hallelujah. And we are compared to gold which is refined in fire. Na tumelinganishwa na dhahabu ambayo imesafishwa kupitia moto. Until that desired shape, hadi ichukue ile umbo ambayo inatakikana. Until the potter comes up with a shape of that pot. Hadi mfinyanzi atoe umbo ya hiyo chombo.
It takes some work. Inagharimu kazi. And this vessel must be passed through many things. Na chombo hii lazima ipitie mambo mengi. So that it achieve a good shape. Ili iweze kupata umbo mzuri. The saints are called pots. Watakatifu ni kama chombo ama wameitwa chombo. The believers are the pots. Waamini ndio zile vyombo. Nyungu. Ama nyungu. Why? Because you need to hold. Kwa sababu unahitaji kushikilia the word of God which is preached to you. Neno la Mungu ambaye linahubiriwa kwako. A pot can hold some things. Nyungu inaweza shikilia vitu. So the potter works on the pots. Basi yule mfinyanzi anafanyia kazi nyungu. Hallelujah. 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 So I was saying until it achieve that great shape and fineness. Hadi ipate ile umbo mzuri na kuonekana kuzuri. And that beauty. Na hiyo urembo. Which can be used. Ambayo inaweza tumika. According to the desired purpose. Kulingana na ile kusudi ambayo imepeana. It is not easy for the pot. Sio rahisi nyungu. Hallelujah. Hallelujah. It's not easy for the pot. Sio rahisi kwa nyungu. Which is you. Ambayo ni wewe. On things God pass you by. Kushikilia yale Mungu ambaye atakupitiza kwayo. Hallelujah. Hallelujah. To refine you. Kukusafisha. He can rebuke you as a refining way. Anaweza kukukemea kama njia ya kukusafisha. He can chastise you as a refining way. Anaweza kuadhibu kama njia ya kukusafisha. He can pass you through many afflictions. Anaweza kukupitiza mambo mengi. He can pass you through many trials. Yeye anaweza kukupitiza majaribu mengi. Reason being, sababu ikiwa he wants the desired purpose. Yeye anataka kusudi ambaye anaitamani. Hallelujah. 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 By this gospel you have received. Kupitia injili ambayo umepokea. Be ready to pass by. Kuwa tayari kupitia many trials and temptations. Majaribu mengi na mateso mengi. Because that is the process. Sababu hiyo ndiyo njia God will use to achieve. Ambayo Mungu ataitumia kupata the desired purpose in you. Ile kusudi ambayo ametamani ndani yako. Hallelujah. 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 Praise be to Jesus. Sifuni jina la Yesu. Amen. Isaiah 64. Isaya 64. Nyuma yake kidogo. Verse 8. Mstari wa 8. Verse 8 of Isaiah. But now, O Lord, thou art our Father. We are the clay, and thou our potter, and we all are the work of thy hand. Lakini sasa, Bwana, wewe u baba yetu, sisi tu udongo nawe mfinyanzi wetu, sisi zote tu kazi ya mikono yako. Hallelujah. Hallelujah. He is the potter. Yeye ndiye mfinyanzi. And the work of a potter is
to squeeze to get the right shape. Kazi ya mfinyanzi ni kufinyanga hadi apate umbo ambayo inastahili. Hallelujah. Hallelujah. By trials and temptations, kupitia majaribu na mateso of our faith, ya imani yetu, it is not to kill you, sio kukuua, it is not to put you down, na sio kukuweka chini, but it is to make you, bali ni kukuwezesha wewe, the right vessel, uwe chombo ambayo unastahili, which the master will use in all the seasons, ambayo Bwana wetu atatumia nyakati zote. Hallelujah. 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 Because he is a mighty God. Kwa sababu yeye ni Mungu wa mkuu. He wants bold vessels and strong. Yeye anataka vyombo ambavyo viko na nguvu na ni ambavyo viko na ujasiri. And the things that comes to your life, na yale ambayo yatakuja maishani mwako, all are for his glory. Yote ni kwa ajili ya utukufu wake. Hallelujah. Hallelujah. You can pass through many things until you can shout. Wewe unaweza pitia mambo mengi hadi unapiga nduru. Until you say, is God really still with me? Hadi unasema, je, Mungu bado ako na mimi? Hallelujah. Hallelujah. Until you see as if you are alone. Hadi unaona kama uko peke yako. But there is a reason. Lakini kunayo sababu. He knows that when after that, anajua baada ya hiyo, you will come out being a strong son. Wewe utakuja ukiwa mwana mwenye nguvu. Full of faith. Ukiwa umejaa imani. And with an experience. Na ukiwa na ile ujuzi. Even for the next trial or affliction. Kwa ile ambayo ni jaribu ambayo itakuja baadaye. For he takes you through steps. Kwa sababu yeye anakupitisha hatua. Hallelujah. Hallelujah. Until you be as he wants. Hadi uwe jinsi yeye anapenda. Hallelujah. Hallelujah. Praise be to Jesus. Sifiwe jina la Yesu. Romans 9. Warumi mlango wa 9. Make sure you are noting some scriptures. Hakikisha kwamba unaandika maandiko. While listening. Ukiwa unasikiza. No one should sleep. Na kuna yule ambaye anafaa kuwa analala. Verse 11. Mstari wa 11. Okay. Umefika pale. For the children being not yet born, neither having done any good or evil, that the purpose of God according to the election might stand, not of works, but of him that calleth. He was speaking of Esau and Jacob. Alikuwa ananena kuhusu Esau na Yakobo. Kwa maana kabla hawajazaliwa wale watoto, wala hawajatenda neno jema au mbaya, ili lisimame kusudi la Mungu la kuchagua, si kwa sababu ya matendo, bali kwa sababu ya nia yake aitaye. It was said unto her, the elder shall serve the younger. Ikasemekana kwake, yule mkubwa atamtumikia yule mdogo. It is written, Jacob have I loved, but Esau have I hated. Imeandikwa, nimempenda Yakobo, bali Esau nimemchukia. What shall we say then? Is there unrighteousness with God? Tuseme nini basi? Kwani kuna udhalimu kwa Mungu? Hasha. God forbid. Hasha, Mungu asibali. For he said to Moses, maana alimwambia Musa,
I will have mercy on whom I will have mercy. Nitamrehemu yeye nimrehemuye. I will have compassion on whom I will have compassion. Na nitamhurumia yeye nimhurumiaye. So tell, it is not of him that willeth, nor of him that runneth, but of God that showeth mercy. Basi kama ni hivyo, si katika uwezo wa yule atakaye, wala wa yule apigaye mbio, bali wa yule arehemuye, yani Mungu. So, no one did something to be brought to this gospel. Hakuna yeyote ambaye alifanya kitu ili aweze kuletwa katika injili hii. Hallelujah. Hallelujah. It's the mercies of God and His grace that found us. Ni rehema yake na neema yake ambayo ilitupata By the preaching of the gospel. kupitia kuhubiri injili. But yet foreordained us to this. Lakini yeye alikuwa ametuchagua awali kwa ajili ya hii. For He foreknew us. Sababu yeye alitujua tangu mwanzo. And elected us for His purpose. Na akatuchagua kwa ajili ya kusudi hii. Hallelujah. 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 He elected us for His purpose. Yeye alituchagua kwa ajili ya kusudi hii. His purpose. Kwa sababu ya kusudi lake. Hallelujah. Hallelujah. Do you know your purpose? Je, unajua kusudi lako? Why you are in this gospel? Sababu ya wewe kuwa katika injili hii. Do you know why you are here? Wewe unajua sababu ya wewe kuwa hapa? You need to know Unahitaji kujua the purpose kusudi which lako. God has put Ile kusudi ambayo Mungu ameiweka for you in this kingdom. kwako wewe katika ufalme huu. Hallelujah. 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 You need to know the purpose. Unahitaji kujua kusudi Why you got this gospel. ya ile sababu ya kupata injili hii. And you must understand that it is this gospel that is why you are here. Na unafaa kuelewa ni kwa sababu ya injili hii ndio maana wewe uko hapa. And if all other things may fail, Na yote yakikosa, yakianguka, you need to hold on the gospel. unahitaji kushikilia injili. Praise be to Jesus. Sifu jina la Yesu. Your purpose here Kusudi lako hapa is to believe in the word of God and to continue in it to the end. ni kuamini neno la Mungu na kuendelea nayo hadi mwisho. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Purpose is what you are after. Kusudi ni ile ambayo unafuatia. Paul was telling Timothy, Paulo alimwambia Timotheo, you have known my purpose. wewe umejua kusudi langu. You need to know the purpose of the preacher Unahitaji kujua kusudi la mhubiri so that you get to know the way. ili upate kujua njia. Because it is God and it is the word only Kwa sababu ni Mungu na ni neno peke yake which we are here for. ambayo tuko hapa kwa ajili yake. Hallelujah. 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 So we come here because of the word. Basi tunakuja hapa kwa sababu ya neno. If there is no word, Kama hakuna neno, we could not have known each other. hatungeweza hata kujuana. So we must believe the word which makes us to be one. Basi lazima tuamini neno ambayo inafanya tuwe mmoja. Hallelujah. 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 So God has set for us His purpose. Mungu basi ameweka kusudi lake.
which we get by this word of truth. Ambayo tunapata kupitia hii neno la kweli. His purpose us to be His special people. Yeye ametukusudia tuwe watu wake wa kispesheli. To be a strong people. Tuwe watu wenye nguvu. To be above all things. Na tuwe juu ya vitu vyote. And to be full of faith. Na tuwe tumejaa imani. That is why He must refine us. Na ndio maana yeye lazima atusafishe. So that we set to handle His purpose. Ili tuweze kupata ama kufikia kusudi lake. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Msifuni Bwana. So He has elected us for His purpose. Basi yeye ametuchagua kwa ajili ya kusudi lake. And others. Na mengine. He has elected them for His wrath. Amewachagua kwa ajili ya ghadhabu yake. He chose the people of Israel to be His. Akachagua watu wa Israeli kuwa wake. And Pharaoh to show himself. Na Pharaoh ajionyeshe. A vessel of destruction to show himself. Chombo cha uharibifu aweze kujionyesha. He chose Esau. Akamchagua Esau. To show himself through that. Kujionyesha kupitia hiyo. He chose Jacob. Akamchagua Yakobo. To take his heritage. Kuchukua urithi wake. But Esau. Naye Esau. He didn't give his heritage. Hakumpatia urithi wake. Hallelujah. 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 By this you understand that no one can choose God. Kwa hii unaelewa hakuna yeyote ambaye anaweza mchagua Bwana. He knew us before the foundation. Yeye alitujua kabla ya misingi ya ulimwengu huu. Hallelujah. Hallelujah. Praise be to Jesus. Sifa jina la Yesu. He has set some for hell. Yeye ameweka wengine kwa ajili ya jehanamu. But you, He has set for heaven. Lakini wewe amekuwekea mbinguni. And great things. Na mambo makuu. Hallelujah. Hallelujah. He have mercy on whom He have mercy. Yeye atamrehemu yule ambaye atamrehemu. And whom He will, He hardened. Na yule ambaye atataka atamfanya kuwa ngumu. Like He did to Pharaoh. Jinsi alivyomfanyia Farao. Thou wilt say then unto me, why does he yet find fault? For who had resisted His will? Basi 19. Basi utaniambia, mbona angali akilaumu? Kwa maana ni nani ashindanaye na kusudi lake? Who can resist God's will? Nani yule ambaye ataweza kushindana na mapenzi yake? Do you know anyone? Je, unajua yeyote Who can resist God's will? ambaye ataweza shindana na mapenzi ya Bwana? He is the Lord. No one can resist His will. Yeye ni Mungu na hakuna yeyote ambaye ataweza kupingana naye. As He has set you for this. Jinsi amekuweka kwa ajili ya hii. You might try to disobey and to resist. Wewe unaweza jaribu kutotii na kukataa. But He will pass you through things until that time you surrender. Atakupitisha Lift your hands. mambo hadi wakati wewe utaiweza kuinua mikono yako. Hallelujah. Hallelujah. For His will. Kwa ajili ya mapenzi yake. Hallelujah. Hallelujah. Praise be to Jesus. Amen. Sifuni jina la Yesu. Nay, but O man, who art thou that liest against God? Shall the thing formed say to him that formed it, why hast thou made me thus? La si hivyo. La sivyo. E binadamu, wewe u nani umjibu Mungu? Je, kitu kilichoumbwa kitamwambia yeye aliyemuumba, kwani kuniumba hivi? Had not the potter power over the clay
of the same lump to make one vessel unto honor and another unto dishonor? Au mfinyanzi je, hana amri juu ya udongo, kwa fungu moja la udongo kuumba chombo kimoja kiwe cha heshima na kimoja kiwe hakina heshima? So you who is here, basi wewe ambaye uko hapa, God who is the potter, naye Mungu ambaye ndiye mfinyanzi, have power to make you vessel unto honor. Yeye ako na nguvu ya kukufanya chombo cha heshima. It should be a vessel unto honor. Iwe ni chombo cha heshima. Are you a vessel of honor? Je, wewe ni chombo cha heshima? Hallelujah. 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 Are you a vessel of honor? Wewe ni chombo cha heshima? Because that is the purpose of God. Kwa sababu hiyo to have saved you, to make you a vessel unto honor. Kwa sababu hiyo ndio kusudi ya Bwana kukuokoa ili akufanye uwe chombo cha heshima. Hallelujah. Hallelujah. What if God, willing to show his wrath and to make his power known, endured with much long sufferings the vessels of wrath fitted to destruction? Ni nini basi ikiwa Mungu kwa kutaka kuonyesha ghadhabu yake na kudhihirisha uwezo wake kwa uvumilivu mwingi alichukuliana na vile vyombo vya ghadhabu vilivyofanya tayari kwa uharibifu, and that he might make known the riches of his glory of the vessels of mercy which he had afore prepared unto glory. Tena ili audhihirishe wingi wa utukufu wake katika vile vyombo vya rehema alivyotengeneza tangu zamani vipate utukufu. We are the vessels of mercy, and God once is making us so that the riches of his glory is seen. Sisi ni vyombo vya rehema na yeye ametutengeneza ili utajiri wa utukufu wake uonekane. Hallelujah. 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 Praise be to Jesus. Sifuni jina la Yesu. Hallelujah. 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 Praise be to Jesus. Sifuni jina la Yesu. We are the vessels of mercy. Sisi ndio vyombo vya rehema which God is making ambavyo Mungu alitengeneza to be a vessel unto honor. Kuwa chombo cha heshima. So we are in the making. Basi tuko katika ile kazi until that perfection, hadi ule ukamilifu, to be fit, tuwe tunastahili to show forth his glory, kuonyesha utukufu wake. Hallelujah. Hallelujah. Praise be to Jesus. Sifu jina la Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Sifuni Bwana. Hallelujah. 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 Isaiah 52. Isaya 52. And verse 11. Mstari wa 11. Are you there? Amen. Mefika pale. Depart you. Depart you. Endeni zenyu, nendeni zenyu. Go you out from thence. Tokeni huko mliko. Touch no unclean thing. Msiguze kitu kilicho kichafu. Go you out of the midst of her. Na tokeni kwake yeye. Be you clean that bear the vessels of the Lord. Iweni safi nyinyi mnaochukua vyombo vya Bwana. Hallelujah. Hallelujah. We are told to be separate
from evil works. Tumeambiwa tujitenge na kazi za uovu. And to come out of every evil. Na tutoke kwa kila uovu. And be sanctified and be clean. Na tusafishwe na tuwe wasafi. For us are the vessels of the Lord. Kwa sababu sisi ndio vyombo vya Bwana. When you read about the sanctuary, kisoma kuhusu hekalu and the temple of old, na lile hekalu la kale, the physical temple, ile hekalu la kuonekana, the vessels which was used for the service, zile vyombo ambavyo vilikuwa vinatumika kwa ibada, were made of pure gold, zilitengenezwa na dhahabu safi, and they were purified, na zilisafishwa and sanctified, na kuoshwa na kutakaswa, and no one was allowed to touch unless he was holy. Hakuna yote alikuwa anakubaliwa kuguza ila awe msafi. Those vessels, hizo vyombo. Hallelujah. Hallelujah. The priest, yule kuhani, if they could get into that room, kama wangeingia ndani ya chumba kile, not being sanctified and not holy, kama hawajatakaswa na kama sio watakatifu, they could die in that sanctuary. Wangekufa pale katika ile hekalu. Because God has set it, kwa sababu Mungu alikuwa ameiweka to be a holy place. Iwe ni pahali patakatifu. Hallelujah. 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 But now Jesus came. Naye basi Yesu akaja. And made us to be his temples of God. Katufanya sisi tuwe hekalu za Bwana. And we be vessels. Na tuwe vyombo of honor which must be purified and sanctified. Vya heshima ambayo lazima itakaswe na ioshwe. Which must be fit for master's use. Ambavyo lazima viwe vinafaa kwa ajili ya kutumika na Bwana. Hallelujah. 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 So God will refine every son. Basi Bwana atamsafisha kila mwana. Even by the furnace of affliction. Kwa lile jiko la majaribu. As Isaiah spake about that. Jinsi Isaiah alinena kuhusu. He said, I will refine. Akasema mimi nitawasafisha. By the fire of affliction. Kwa ule moto wa majaribu. Hallelujah. Hallelujah. By the fire of trials and temptation. Na kwa kupitia moto wa majaribu na mateso. So in this gospel affliction we must pass by. Basi katika injili hii lazima tupitie majaribu. Same to trials. Hivyo na mateso na majaribu. Hallelujah. Hallelujah. So if you are told you will have a smooth way, kama basi uliambiwa utakuwa na njia rahisi, it will not be smooth as you think. You must be refined. Haitakuwa nyororo jinsi ambavyo unafikiria, haitakuwa, lazima usafishwe. Things will come to squeeze you. Mambo yatakuja kukufinyilia. Things will come to try to push you. Na vitu vitakuja kujaribu kukusukuma. Every man of God who was called, kila mtu wa Mungu ambaye aliitwa. When I read the Bible, nikisoma kwa Biblia, I see almost all of the prophets went to the wilderness. Naona manabii wote walienda pale jangwani. When I read of John the prophet, nikisoma kuhusu Yohana nabii, who is called John the Baptist, he was a prophet. Ambaye anaitwa Yohana Mbatizaji, alikuwa nabii. Immediately he was born by Zacharias and Elizabeth. Baada ya kuzaliwa na Zakaria na Elizabeti. We just hear that and then immediately we see him in the wilderness. Baada ya kuona hiyo tunamuona
Baada ya muda mfupi yeye anaenda jangwani. And then after some time we see him coming out of the wilderness. Na baadaye tunamwona akitoka pale jangwani. Coming out of camel skin. Akitoka akiwa na ngozi ya ngamia. Having good meal of honey and locusts. Akiwa anakula asali na nzige. With a nice pellet of animal skin. Na shipi mzuri wa ngozi ya wanyama. Why was he taken there? Mbona yeye alichukuliwa kule? To be refined of God. Aweze kusafishwa na Bwana. So that he is ready and fit for the purpose. Ili awe tayari na anastahili ile kusudi. You can imagine being separated from the parents when still young. Fikiria kuhusu alitenganishwa na wazazi bado akiwa mchanga. For the purpose of God. Kwa ajili ya kusudi la Bwana. Hallelujah. Hallelujah. When you read of John the Apostle. Kisoma John the Apostle. Yohana mtume. We read in Revelation that he was in the island of Patmos. Nasoma pale Funuo kwamba alikuwa katika lile kisiwa cha Patmosi. He was not there by mistake. Hakuwa pale kwa makosa. He was going to be refined. Yeye alikuwa anaenda pale kusafishwa. Hallelujah. Hallelujah. To get that God wants it to be. Kupata ile ambayo Mungu anataka iwe. Hallelujah. 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 When you read how he found himself there, ukisoma jinsi alijipata kule, is because of the truth he was preaching. Kwa sababu ya ile ukweli ambao alikuwa anahubiri. He didn't just decide to go to the island of Patmos. He was exiled. Hakuamua kuenda pale, yeye alikuwa amehamishwa. So island of Patmos was a Roman Catholic exile place. Kisiwa cha Patmos ilikuwa ni mahali pa uhamisho pa ile kanisa la Katoliki la Roma. For those who were standing against their doctrine. Sababu ya wale ambao walikuwa wanasimama kinyume na mafunzo yao. So John the Apostle who wrote Revelation. Basi Yohana ambaye aliandika kitabu cha Ufunuo. Found there because of the truth. Alijipata pale kwa sababu ya ukweli. Hallelujah. Hallelujah. He was alone there for about 3 years. Na alikuwa pale peke yake kwa karibu miaka 3. There are dangers of animals there. Kuna hatari za wanyama wa mwituni pale. You are in an island. Uko katika kisiwa. Hallelujah. 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 So it was a refining moment. Basi ilikuwa ni wakati wa usafisho. A moment for separation from his people. Ilikuwa wakati wa kujitenga na watu wake. Hallelujah. Hallelujah. And to be in solitude. Na kukua katika upweke. It is when people can reject you. Watu wanaweza kukukataa. Until you can feel you are alone. Hadi uhisi uko peke yako. And with God and with His truth. Mungu na ukweli wake. That is expected. Hiyo inatarajiwa. Because you must still be hated. Kwa sababu lazima uchukiwe. Because of the truth. Kwa sababu ya ukweli. Both by those in the world. Na wale ambao katika ulimwengu. And even in the church sometimes. Hata hapa kanisani saa zingine. Which should not happen. Ambayo haifai kufanyika. Hallelujah. Hallelujah. Musa, when he was called by God, wakati alipoitwa na Mungu, he had, after some time he was in the house of Pharaoh. Baada ya muda alikuwa katika nyumba ya Farao. And he had to face many things there. Alikuwa pitie mambo mengi pale.
Pharaoh heard that he had killed an Egyptian. Farao akasikia kwamba alikuwa amemuua Misri. And Pharaoh chased him and he wanted to kill him. Farao akamfukuza akataka amuue. So Moses basi Musa fled to Midian. Akatoroka kaenda kule Midiani. So he left all the enjoyment in Pharaoh's house. Akaacha zile furaha zote kule nyumba ya Farao. And he went for the purpose of God. Na akaendea lile kusudi la Bwana. And he went until to the wilderness. Na akaenda hadi jangwani. Hallelujah. 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 So sometimes it might not be easy. Saa zingine inaweza kuwa haitakuwa rahisi. When you are being refined by God to get His desired vessel. Wakati unasafishwa na Bwana ili uwe chombo chake ambaye unastahili. Hallelujah. Hallelujah. So he forsake all the nice food there. Akawacha ile chakula mzuri kule. Just to go and bring the children of God out of Egypt. Ili aende alete wana wa Mungu kutoka Misri. Hallelujah. 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 A people who are resisting him. Watu ambao walikuwa wanamkataa. A people who were disobedient. Na watu ambao hawakuwa wanamtii. And God took them also to the wilderness. Na Mungu pia akawapeleka kule jangwani. To try their patience. Na kujaribu subira yao. To try their beliefs. Kujaribu hata zile ambao walikuwa wameamini. Whether they could believe in God even when all things fail. Kama wangeweza kumwamini Mungu wakati yote mengine yanakosa. That is why when they could thirst in the wilderness. Ndio maana wakiwa na kiu kule jangwani. They cried. Walimlilia. When they thirsted, they cried and moaned. Wakati walikuwa na kiu walilia na wakanung'unika. Hallelujah. Hallelujah. So sometimes you can lack things. Saa zingine unaweza kosa vitu. But it is there so that you learn something out of it. Lakini iko pale ili uweze kujifunza kitu kutoka kwa hiyo. Hallelujah. Hallelujah. God can make you to pass through things. Mungu anaweza kufanya upitie mambo so that you learn. Ili uweze kujifunza. You learn through those things. Ili uweze kujifunza na kupitia hayo mambo. Hallelujah. Hallelujah. And sometimes He can make all things not to work as you want. Na saa zingine anafanya yote yasifanye kazi jinsi unavyotaka. Until you see as if this is evil, but it is God who is working so that you learn. Hadi uone kama ni uovu, lakini ni Mungu anafanya kazi ili uweze kujifunza. Hallelujah. 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 Praise be to Jesus. Amen. Sifu jina la Yesu. Amen. Hallelujah. 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 Praise be to Jesus. Amen. Nisifuni jina la Yesu. Amen. Hallelujah. 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 So you need to be strong and launch deep. Unahitaji kuwa na nguvu na uweke To launch deep. Ujengwe kwa undani zaidi. So that when things come, ili vitu vikikuja, they cannot shake you. haya haziwezi kukutingiza. You remain standing and being stronger and stronger after one and another trial. Unabaki ukiwa umesimama na ukiwa mwenye nguvu baada ya jaribu moja na lingine. Praise be to the Lord. Amen. Ni jina la Bwana. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. 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 And Jesus said in Matthew 7, Yesu akasema katika Mathayo 7, whoever hears my word and do
my say. Yeyote ambaye analisikia neno langu na kutenda kulingana na usemi wangu. That is a wise man. Kwamba huyu whoever hears and do my say. Yeyote ambaye anasikia na kutenda kulingana na usemi wangu. He is a wise man. Yeye ni mtu mwenye hekima. Who dig his foundation to the rock. Ambaye amechimba msingi wake na akawekelea pale kwa mwamba. That when floods came. Ili gharika ikikuja. When wind blew. Na upepo ukivuma. What else came? Rain. When rain descend upon. Na hata mvua ikinyesha pale. And when floods pit around. Na wakati maji mengi yalichapa pale. He remained standing. Anabaki kuwa amesimama. He was speaking of the trials and temptation who asked the wise people with the precious gospel have. Alikuwa ananena kuhusu yale majaribu na mateso ambayo watu wa dhamana ambao wako na injili wanapitia. Hallelujah. Hallelujah. That you must launch your heart to be deep in the gospel. Kwamba lazima uweke moyo wako uwe ndani katika injili. Your belief in God must be deep in the gospel. Na uamini wako katika Mungu lazima iwe ndani sana katika injili. Hallelujah. Hallelujah. So that when things try to uproot you, ili vitu vikijaribu kukung'oa, you remain there, you cannot move. Unabaki pale na hauwezi songa. Hallelujah. 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 And you still rejoice even through those affliction and trials and temptations. Na bado unafurahia hata ukiwa unapitia hayo majaribu na mateso. Hallelujah. 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 Joseph also experienced this and he passed through. Yusufu pia alipitia haya na akaweza kushinda. His brethren, because of the dreams, Ndugu zake kwa sababu ya zile ndoto, were jealous of him. Wakawa na wivu kwake. And God was making Joseph. Na Mungu alikuwa anamfanya tengeneza Ayubu For great thing. kwa ajili ya vitu kuu. Hallelujah. Hallelujah. So he was sold to Egypt. Basi akauzwa kule Misri. You can think of how you feel when you are out of home, no parents, to a new land. Unaweza fikiria wakati unahisi vile ambavyo utahisi wakati umetoka nyumbani hauna wazazi. To a new place to be, to serve somebody. Umeenda mahali geni na kumtumikia hata mtu. And you have been at home enjoying some good ugali from your mother. Umekuwa nyumbani ukifurahia ugali mzuri kutoka kwa mama yako. With your brothers playing with them. Na ndugu zako pia pale hata ukicheza. And then suddenly you are taken out of town. Na ghafla unatolewa pale. To a strange land in Egypt. Mnapelekwa nchi geni kule Misri. Hallelujah. Hallelujah. Praise be to Jesus. Sifu jina la Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Joseph Yusufu was being refined. Alikuwa anasafishwa For the great mission and work of God. Kwa ajili ya kazi kuu ya Mungu. Hallelujah. Hallelujah. Even in that very house he was walking being a slave. Hata katika nyumba ile ambayo alikuwa anafanya kazi akiwa mtumwa. Trials and temptation were there. Majaribu na mateso yalikuwa pale. But he was strong and he was deep in the word of God. Lakini alikuwa mwenye nguvu na alikuwa ndani katika neno la Mungu. And he was able to overcome. Na akaweza kushinda. Hallelujah. 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 And what God passes you through, yale Mungu ambaye anakupitiza kwayo, he knows that he will
help you. Yeye anajua atakupatia usaidizi. And he knows that you are able. Na anajua kwamba wewe unaweza. Hallelujah. Hallelujah. And he's there to see and watch over you through that. Yeye ako pale kukuona na kukutazama ukipitia hayo. And he will lead you through that. Naye atakuongoza kwa hiyo. Because you are his own. Sababu wewe ni wake. Vessel who is just undergoing some process. Chombo ambaye anapitia tu kitu. That is why you should not go down or faint. Ndio maana haufai kwenda chini wala kuzimia. When you are encountered with trials and temptations. Wakati mmepatana na majaribu na mateso. You should praise God and be always up and bold. Uwe unamsifu Mungu na uwe kila wakati mchangamfu na mwenye ujasiri. Not when trials come you can't call silent. Sio wakati majaribu inakuja unaenda kimya. God would want you to trust him in that thing. Mungu angependa wewe umtumainie kwa jambo hilo. To honor him and to wait and depend on him. Kumheshimu na kumngojea yeye. And he will make a way for you to escape. Naye atatengeneza njia yako wewe kuepukea. And he will say, this is enough, my son. Na atasema hii imetosha mwana wangu. You are now the son. Wewe sasa ni mwana. Who I want to be strong in the faith. Ambaye nataka awe mwenye nguvu katika imani. Hallelujah. 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 Praise be to the Lord. Kuni jina la Bwana. Amen. Many are the affliction of the righteous. Mengi ndio majaribu ya mwenye haki. But the Lord will deliver them out of them all. Lakini Bwana humkomboa kutoka kwa yote. That is Psalms 34:19. Zaburi 34 mstari wa 19. God will deliver. Mungu atakukomboa. In that process, in that trial, katika hiyo njia na katika jaribio hiyo, God will deliver you from all of them. Mungu atakukomboa kutokana na yote. And you come out being a strong, bold and faithful son. Wewe utatokea ukiwa mwana mwenye nguvu na mwaminifu. Hallelujah. Hallelujah. The same God who saw Daniel, yule Mungu ambaye alimuona Danieli through the dens of lion, akiwa wakati alirushwa katika tundu la simba, will still see you through. Yeye bado atakuona upitie. We should trust and yield unto him. Tunafaa kumtumainia na kujisalimisha kwake. The same God who brought Shadrach, Meshach and Abednego in the fire, yule Mungu ambaye alimtoa Shadrach, Meshach na Abednego kutoka kwa moto, will see you through to come out of it. Yeye atakuona uweze kutoka kwa hiyo. Hallelujah. 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 That is why we must trust in the Lord, for he is our help. Basi tuweze kumtumainia Bwana kwa sababu yeye ndiye msaidizi wetu. And he will do all things. Naye atatenda yote For his will. Kwa ajili ya mapenzi yake. Praise be to Jesus. Sifu jina la Yesu. Hallelujah. Hallelujah. We can read in 1 Peter. Soma katika kitabu cha Petro wa kwanza. We are almost there. Kwa karibu pale. First Peter chapter 1. Petro wa kwanza mlango wa kwanza. And verse 6. Mstari wa 6. Say amen if you are there. Amen.
Sema amina ukiwa umefika pale. Amina. Wherein you greatly rejoice, though now for a season, if need be, you are in heaviness through manifold temptations. Mnafurahia sana wakati huu, ijapokuwa sasa kwa kitambo kidogo, ikiwa ni lazima mmehuzunishwa kwa majaribu ya namna mbalimbali. That the trial of your faith, being much more precious than of gold that perisheth, ili kwamba kujaribiwa kwa imani yenu ambayo ina thamani sana kuliko dhahabu, though it be tried with fire, japokuwa itapitishwa kwa moto, might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. Kuonekana kwenye sifa na utukufu na heshima katika kufunuliwa kwake Yesu Kristo. The end result of the trial of your faith, ile ambayo matukio ya kujaribiwa kwa imani yako, is that God would find a praise and honor ni Mungu through that apate kusifiwa na kupata heshima kupitia hiyo. Hallelujah. Hallelujah. 1 Peter 4 verse 12. Petro kwanza 4 verse 12. mstari wa 12. Are you there? Amen. Umefika pale. Beloved, as Peter 4:12, wapendwa, these are calling. Beloved, wapendwa, think it not strange concerning the fiery trial which is to try you. Msione kuwa ni ajabu ule msiba ulio kati yenu, as though some strange thing happened unto you. kama ni kitu gani ambayo inawatendekea. We are told not to think it not strange concerning the fiery trial which is to try you. Tusione kwamba ni ajabu ile jaribu la moto ambao inawapata ili kuwajaribu. As though some strange thing happened unto you. Kama ni kitu gani ambayo inawafanyikia. Hallelujah. Hallelujah. We are told not to think as this is strange. Tunaambiwa tusione kama hii ni kitu gani. It is not strange for you to be tried. Sio kitu gani kwenu nyinyi kujaribiwa. It is not a strange thing for you to undergo temptation. Na sio jambo geni ama mpya nyinyi kupitia majaribu. It is a common thing for Christians. Ni kitu cha kawaida kwa Wakristo. So you should not think that it is strange. Basi msidhani kwamba ni geni. Hallelujah. Hallelujah. It is common. Ni kitu cha kawaida. You expect that. Unatarajia hiyo. Hallelujah. Hallelujah. People might think it is strange. Watu wanafikiria kwamba ni kitu geni. That when I came to this gospel, kwamba wakati nilikuja katika injili hii, I was told things will be smooth. Niliambiwa vitu vitaenda kwa njia nyororo. With the ministry of the prophets and the apostles, things will be smooth. Ya injili ya manabii na mitume. Maybe, but things happen on the way. Lakini vitu vinatendeka njiani. Which you might think it is strange. Ambayo wewe unaweza fikiria kwamba ni geni. Sometimes people can get sick and diseased. Saa zingine watu wanaweza kuwa wanagonjeka. And that might feel strange. Na hiyo unaweza hisi kwamba ni geni. Hallelujah. Hallelujah.
It is not strange. Na sio jambo geni. Hallelujah. Hallelujah. But God is there to heal you. Lakini Mungu yuko pale aweze kukuponya. Because he is the Lord and Master of all sicknesses and diseases. Sababu yeye ni Bwana na ni mkuu wa magonjwa yote na maradhi. We heard in Mulo that he is specialist in all the fields. Tulisikia pale Mulo kwamba yeye ana ujuzi kwa mambo yote. Of all the specialists in the world, he have all the specialization. Kwa wajuzi wote ulimwengu yeye akona ujuzi ule wa juu sana. Because worldly specialists are only specialized in one thing. Sababu wajuzi wa ulimwengu huu wao wanategemea tu jambo moja. But God is the master of all things. He is a specialist in all things. Lakini Mungu yeye akona utaalamu kwa mambo yote. To give you counsel, he is the chief counselor. Kupatia ushauri, yeye ni mshauri yule mkuu. Hallelujah. Hallelujah. To heal that organ, he is the specialist in that organ. Kuponya sehemu moja ya mwili, yeye akona utaaluma katika jambo hilo. So he's not limited as man, he is in all things. Yeye hajapungukiwa kama binadamu, yeye ana ujuzi wa kila kitu. So you should not take it is strange. Basi wewe usidhani kwamba ni kitu geni. God is in this ministry. Why am I going through this? Mungu yuko katika huduma hii, mbona napitia hii? Why am I lacking this and this? Mbona nakosa hii na hii? Until you ask and murmur to God sometimes, even in prayer. Hadi unanung'unika kwa Mungu, saa zingine hata kwa Mungu. This thing I've waited for long. Jambo hili nimengoja sana kwa muda mrefu. Is God not hearing me? Je, Mungu hanisikizi? No, he wants you to come out of that full of patience. Let him come bring it to pass. Anataka wewe utoke kwa hiyo ukiwa umejaa subira wakati ataifanya itimie. Because he pass by you things. He pass you through things. Sababu yeye anakupitiza mambo. To teach you also of patience. Kufunza subira. To wait upon him. Ili uweze kumngoja. Hallelujah. 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 So we have been told, don't think. Basi tumeelezwa usiwazi. That it is strange for you to be tried and to pass through many things. Kwamba ni jambo geni wewe ujaribiwe na upitishwe mambo mengi. That is common. Hiyo ni ya kawaida. To Christians. Kwa Wakristo. Old men of old passed through. Watu wa kale walipitia mambo hayo. Jesus passed through. Yesu pia akapitia mambo hayo. Hallelujah. Hallelujah. And he was refined to be a son of God, and he overcame all. Yeye alikuwa mwana wa Mungu na akaweza kushinda yote. And he showed us that we overcome. Na akatuonyesha kwamba tunashinda. Hallelujah. Hallelujah. But rejoice inasmuch as you are partakers of Christ's sufferings, that when his glory shall be revealed, you may be glad also with exceeding joy. 13. Lakini muwe na furaha na shangwe mnavyoshiriki mateso ya Kristo, furahini ili katika ufunuo wa utukufu wake mpate kufurahi na kwa shangwe. Hallelujah. Hallelujah. Praise be to Jesus. Sifa jina la Yesu. 2 Corinthians chapter 4. Wakorintho wa pili mlango wa 4. Verse 7.
Mstari wa 7. So when you are going through things, wakati unapitia mambo, in that way or that process, there are things which God removes. Katika njia hiyo kuna mambo ambayo Mungu anatoa. He removes doubts. Anatoa shaka. Because he will make it until you see that it was God who made me to come out of this. Sababu yeye ataifanya kwamba utasema ni Mungu ambaye aliniwezesha nitoke kwa hii. And everything which is not his in you will be removed. Na kila kitu ambayo siwe chake ndani yako itatolewa. Hallelujah. 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 But we have this treasure in earthen vessels, that the excellency of the power may be of God and not of us. Lakini tuna hazina hii katika vyombo vya udongo ili ukuu ama adhama kuu ya uwezo iwe ya Mungu wala si kwetu. The treasure is in the earthen vessels. Hazina iko katika vyombo vya udongo. Us are the vessels. Sisi ndio vyombo which God use ambayo Mungu anatumia and make ready for his glory. Na kufanya viwe tayari kwa ajili ya utukufu wake. That his excellency ili adhama yake and his power na uwezo wake be to him. Iwe ni zake yeye. Hallelujah. Hallelujah. All the glory comes to God. Utukufu wote uwe unamrejelea Bwana. He has treasured us. Yeye ametuweka tuwe hazina. To bear this precious truth. Na kumiliki hii injili ya kweli. That is why we are troubled on every side. Ndio maana tunasumbuliwa kila upande. But we are yet not distressed. Bali hatuna mawazo mengi ama usumbufu mwingi. We are perplexed but not in despair. Tunaudhiwa lakini hatuwekwi chini. Hatukufi moyo. We are troubled on every side. Tunapata dhiki kila upande. Yet not distressed. Bali hatusongwi. Yeah, we are not distressed. Ama tupatwe na mawazo. No one should be stressed. Hakuna yule ambaye anafaa kuwa na mawazo mingi. Sio mingi hata kidogo. You should not be. Ama masumbuko ya mawazo. When you are under cold trouble, you should not be in distress. Wakati unapitia dhiki, usiwe na masumbuko ya mawazo. Hallelujah. Hallelujah. You should trust in God who gives you peace. Uweze kumtumainia Mungu ambaye anakupatia amani. Hallelujah. Hallelujah. God's children should not be having stress and depression. Watoto wa Mungu wasiwe na kusumbuliwa na mawazo ama mawazo. It should be numb and not found in you. Haifai kuwa inapatikana kwako. Distress comes with worries because of worries. Mawazo yanatoka kwa sababu ya kuwa na because of worry. Sababu ya sababu ya masumbuko mingi. Masumbuko ya mawazo. Sababu ya masumbuko ya mawazo. So when you believe and trust in God, wakati umemwamini na umemtumainia Mungu, why should you fear or worry? Mbona basi uwe na hofu ama
mawazo. And be distressed. Na uwe na mawazo. It should not be there. Basi haifai kuwa pale. Because he is God who is above. Sababu yeye ndiye Mungu ambaye ako juu ya kila kitu. We are perplexed but not in despair. Tunaudhiwa bali hatukufi moyo. You should not be somebody who give up easily. Usiwe ile ambaye anakufa moyo haraka. Things can come until you are perplexed. Mambo yanakuja hadi unashangazwa. But we are not in despair. Lakini hatuko katika hali ya ukiwa. Persecuted but not forsaken. Tunateswa lakini hatujaachwa. Hallelujah. Hallelujah. When you read of the prophets and the apostles, many underwent through persecutions. Ukisoma kuhusu manabii na mitume, wengi walipitia dhihaka mingi. But their joy and their strength was in the Lord. Lakini furaha yao ilikuwa katika Bwana. They knew that God had not forsaken them, even if they are being persecuted. Wao walijua kwamba Bwana hajawaacha hata kama walikuwa wanateswa. God cannot forsake his people. Mungu yeye hawezi acha watu wake. Hallelujah. Hallelujah. He will be there always to make us to overcome. Yeye atakuwa pale kutuwezesha kushinda yote. Cast down but not destroyed. Tunakanyagiwa chini lakini hatujaharibiwa. Have you been cast down? Je, umekanyagiwa chini? Maybe sometimes they might see you don't have a good job. Saa zingine wanaona kwamba hauna kazi mzuri. Or you can be under a manager. Ama uko chini ya mtu msimamizi. Who can cast you down. Ambaye anaweza kukuweka chini. And don't know the God you have. Ambaye hajui Mungu ambaye unamtumikia. They can cast you down but you cannot be destroyed because God is with you. Umekuweka chini lakini hauwezi haribiwa kwa sababu Mungu yuko na wewe. Maybe by their words or actions. Kupitia maneno yao na matendo yao. They can cast you down. Wanakuweka chini. But to God, lakini kwake Mungu, you are his great son who is above all things. Wewe ni mwana wake ambaye uko juu ya kila kitu. Who is above even that manager. Ambaye uko juu ya hata msimamizi huyo. Hallelujah. Hallelujah. So nothing can destroy us. Basi hakuna ile ambayo itatuharibu. The people of God. Watu wa Mungu. Praise be to Jesus. Always bearing upon in the body the dying of the Lord Jesus, that the life of also Jesus might be made manifest in our body. Siku zote tuachukua katika miili yetu kuuawa kwake Yesu, ili uzima wa Yesu nao udhihirishwe katika miili yetu. For our light affliction, verse 17. For our light affliction, which is but for a moment, worketh for us a far more and exceeding an eternal weight of glory. Maana dhiki yetu nyepesi iliyo ya muda wa kitambo tu, inatufanyia utukufu wa milele uzidio kwa wingi sana. So the affliction, trial is for a moment. Hiyo dhiki na majaribu ni ya muda. Which is preparing for greater things. Ambayo inatuandaa kwa ajili ya vitu ambavyo ni kuu. So it is for a moment. Basi ni kwa ajili ya na muda tu. Your mind should not be troubled. Nia yako isiwe inasumbuka. It is for a moment. Ni ya muda. And then God will make a way of escape. Naye Mungu atatengeneza njia ya kuepuka. Hallelujah. Hallelujah. The night will not be long. Usiku hautakuwa mrefu. The day will come where the salvation of God and overcoming will come. Mchana itakuja ambayo ni kuokolewa na wokovu wa Bwana. Hallelujah. Hallelujah.
while we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. Tusiviangalie vinavyoonekana bali visivyoonekana. Kwa maana vinavyoonekana ni kwa muda tu, bali visivyoonekana ni vya milele. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Amen. We finish in 2 Timothy. Malize katika Timotheo wa pili. Chapter 2. Mlango wa pili. Timothy 2 verse 20. Timotheo wa pili, mlango wa pili mstari wa 20. Say amen in your turn. Amen. Sema amina ukifika pale. Amina. But in a great house there are not only vessels of gold and of silver. Basi katika nyumba kubwa havimo vyombo vya dhahabu na fedha tu, but also of wood and of earth, and some to honor and some to dishonor. Bali vya mti, vya udongo, vingine vina heshima na vingine havina. If a man therefore purge himself from this, mtu basi akijiosha na hii, he shall be a vessel unto honor, yeye atakuwa chombo cha heshima, sanctified, kilichosafishwa, and meet for the master's use, ambayo inastahili kutumiwa na Bwana, and prepared unto every good work. Imetengenezwa kwa kila kazi iliyo njema. Hallelujah. 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 We should purge ourselves from all uncleanness. Tuweze kujiosha na uchafu wote. And be separate from the things which doesn't please God. Na tuweze kujitenga na yale ambayo hayampendezi Bwana. And have faith and trust in the Lord. Na tuwe na imani na tumtumainie Bwana. Hallelujah. 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 Amen. Hallelujah. 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 So God, when we are passing through trials and afflictions, Mungu wakati tunapitia dhiki na majaribu, He is purging things which are not His. yeye anaosha zile ambazo sio zake. Hallelujah. Hallelujah. So that you become a vessel of honor. Ili wewe uwe chombo cha heshima. A vessel full of faith. Chombo ambaye imejaa imani. A sanctified vessel. Chombo cha ile ambayo imetakaswa. And meet for the master's use. Ambayo inastahili kutumiwa na Bwana. And prepared unto every good work. Ambayo imetengenezwa kwa kila kazi njema. God expects every good work to come out of you. Mungu anatarajia kila kazi njema itoke kwako. A vessel of honor is a vessel which obeys. Chombo cha heshima ni chombo ambayo inatii The word of God. neno la Mungu. A vessel of honor. Chombo cha heshima is a vessel which is contrary in the heart. Chombo ambayo imevunjika katika moyo. Hallelujah. Hallelujah. Yeah, a broken and have a right spirit. Moyo ambao umevunjika na roho ambayo inastahili. Your heart should be a broken heart. Moyo wako unafaa kuwa umevunjika. That it should not be hard to resist
and do not believe the word of God. Ili isiwe ngumu na inakataa neno la Mungu. It should be easily broken. Lazima iwe inavunjika kwa urahisi. To take hold even of correction. Ili iweze kushikilia hata urekebisho. Hallelujah. Hallelujah. There are people's hearts which they cannot humble easily when corrected. Kuna mioyo ya watu ambayo hainyenyekei kwa urahisi wakati imerekebishwa. They harden. Wanafanya ngumu mioyo yao. But the vessel worthy of honor, lakini chombo ambayo inastahili heshima, is that of a humble and a contrite spirit. Ni ile ambayo imenyenyekea na ile ambayo imevunjika. A heart and a spirit which trembles at God's word. Moyo ambao unatetemeka mbele ya neno la Bwana. Hallelujah. Hallelujah. That is a man who God would want to use. Huyo ni mtu ambaye Mungu angependa kumtumia. And to give him the riches of his glory. Na kumpatia utajiri wa utukufu wake. To do his good work. Na kutenda kila kazi yake njema. To perfect him. Na kumkamilisha. And to show forth his glory. Na kuonyesha utukufu wake. Hallelujah. 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 So you should be clean and holy. Uwe basi msafi na mtakatifu. So that God uses you as his vessel. Ili Mungu akutumie kama chombo chake. Must be faithful. Uwe mwaminifu and righteous. Na mwenye haki. For you to be a vessel of honor. Ili wewe uwe chombo cha heshima. Hallelujah. 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 For that reason, God call us honorables. Basi kwa sababu hiyo Mungu anatuita waheshimiwa. Because we are holy in his house. Kwa sababu sisi ni watakatifu mbele ya macho yake. We are clean in his eyes. Wasafi mbele ya macho yake. We are humble in his eyes. Na ni wanyenyekevu mbele ya macho yake. We are obedient to him. Na ni watiifu kwake. And bear the precious faith. Na tunamiliki ile imani yenye thamani. Make us to be above. Na ameweka sisi tuwe juu. Special people honored with the truth. Watu wa kispesheli ambao wameheshimiwa na ukweli. Hallelujah. 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 And that is the word of God. Hiyo ndio neno la Mungu. Thank you, Jesus. God bless you all. Mungu awabariki wote. If you need any prayer, you are welcome. Kama unahitaji ombi, umekaribishwa. May start.